قال الله تعالى فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. wataambiwa watu siku ya kiyama, basi ingieni katika milango ya jahannam mkae humo milele, falabئس مثوى المتكبرين, basi ni ubaya ulioje wa makazi ya watu wenye kibri. tamradul qulubu kama tamradul ajsam, nyoyo huugua maradhi kama ambavyo mili pia huugua maradhi. wa ilaju amradil ajsam, na kutibia maradhi ya mwili, aisaru min ilaji amradil qulub, ni rahisi na ni jambo jepesi kuliko matibabu ya maradhi ya nyoyo. wa inna min aftakil amrad, na hakika miongoni mwa maradhi ya hatari mno, allati tusibu alqalba, ambayo hushambulia moyo, huwa alkibru, ni maradhi ya kiburi. ayara alinsanu, nayo ni mtu kujiona, annahu afdalu min ghairihi, kwamba yeye ni bora kuliko mwingine, bisababi malin u'tiyahu, kwa sababu ya mali ambayo amepewa, au shahadatin hasala alaiha, au kwa sababu ya shahada aliyoipata, au wadhifatin shaghalaha, au kwa sababu ya kazi ambayo anaifanya. wa hunaka kibrun laysa waraahu mumayyizatun shakhsiyya, na kuna aina nyingine ya kibri ambayo haina sababu. wa hadha aswa'u anwa'il kibri, na hii ndio aina mbaya zaidi katika aina za kiburi. wa kana da'bu salihin, na ilikuwa tabia na mwenendo wa wema waliopita, ayualiju fawran, kutibia kwa haraka mno, aya shuuri bilistila, hisia zozote za kujikweza, yajidunahu, ambazo angezipata. mara sahabiyul jalil, siku moja alipita sahaba mtukufu Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu, bisuqi yahmilu huzmata hatabin, alipita sokoni hali yakuwa amebeba mzigo wa kuni. faqila lahu, akaagulizwa Abdullah ibn Salam, alaysa Allahu qad aghnaka, je, Allah haja kutajirisha? Qala bala, akasema bali ndio hivyo, mimi ni tajiri, lakini aradtu an aqma al-kibra, nimetaka kukivunja na kuondoa kiburi katika nafsi yangu. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na gonjwa hili baya, gonjwa la kibri, na atujalie mwisho mwema.